nafundisha hivi elimu ya nini? Elimu ya maisha na ujasiriamali. Ningetamani yani kila mtu katika jamii afanye sehemu yake ili wote tuwe na Arusha bora. Ukienda Brazil kwa mfano, mimi na bahati kusafiri sana. Ukienda Brazil kuna kitu inaitwa Copacabana, ni beach moja refu hivi. Wanaofanya kazi ni watu wa kawaida kama hawa machinga wetu. Lakini kuna kitu inaitwa el carne ni nyama. Ile nyama imeandaliwa katika mazingira ni kama ile kwa Morombo, lakini kwenye mazingira masafi, imepandishwa thamani. Kwa hiyo kwa wale wanaonisikiliza, embu waboresha mazingira yao ya kazi. Wewe kama ni dereva wa daladala, embu boresha daladala yako hiyo. Ongea lugha safi kwa wateja wako. Ongea yani kuna ile customer care. Lakini madereva wa daladala au makondakta unakuta wanatukana, wanavuta sigara, bangi. Sio sawa. Kwa hiyo natamani sana watu wanaonisikiliza basi wabadilike ili tuwe na nini? Tuwe na maisha bora kwa kila mtu, na inawezekana. Inawezekana kabisa mtu ambaye leo ni mama lishe, mama mboga, mama muuza mboga akawa na nini? Na grocery ya kuuza zile mboga kwa ajili ya kuboresha mnyororo wa thamani. Kwa hiyo kila mtu akiongeza mnyororo wa thamani, dereva daladala umeongeza ubora kwenye huduma yako. Wabajaji na guta sio na nini? Umeboresha huduma yako ile. Mwisho wa siku utatengeneza pesa nyingi, na pesa nyingi itakupeleka kwenye hatua inayofuata. Hakuna dhambi kwa dereva wa bodaboda kuwa na bajaji. Lakini hakuna dhambi kwa dereva wa bajaji kugraduate kwenda kwenye gari. Hakuna dhambi kwa dereva wa gari yani hivyo. Kila mtu akiwa mmiliki wa jambo fulani, vitu vinafanya nini? Vinaenda. Kwa hiyo haya ni matamanio ya moyo wangu, ndio maana nimejitolea kufundisha nini? Kipindi hiki. Au hiyo hamjajua? Mungu alianza kwenye kutumia muda vizuri. Aliupanga. Siku ya kwanza kukaa asubuhi jioni, akaomba hiki. Unakumbuka Asubuhi jioni, kukaa hivi. Siku ya 7 akasema iwe mchana iwe usiku. Siku ya mwisho akapumzika. Wanasema siku ya mwisho akafanya nini? Akaenda kula bata. Amepangilia si ndio hivyo lugha yenu nasemaje? Napenda pia niongee na majenzi. Na hiyo ndio nini? Ndio lugha yake. Sasa kama Mungu mwenyewe alitengeneza alimanage muda wake. Na kama ukisoma Biblia hakuna siku Mungu amechanganya zile kazi, unajua Hakuna siku kila kazi. Alafu Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Hapo ametengeneza usiku na mchana hapo. Nafikiri wanachomaanisha huyu mwandishi. Mungu akaita nuru mchana, si unaona? Na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Amemaliza kazi ya siku hiyo. Uliona Mungu anachanganya mambo ya uumbaji? Hapana. Akaenda na hii kazi yake mpaka siku ya ngapi? Ya 6. Mpaka siku ya 6. Akamuumba nani? Mwanadamu. Na akamwambia zaini mjaze nini? Kamilikini vyote ambavyo nimeviumba. Na Waafrika katika mimi nikiangalia Waafrika wameshika siku hizi. Siku ya kujaza dunia na siku ya kustarehe kula bata. Kabisa. Sio hivyo? Sasa hawataki. Sasa kama Mungu alipanga ratiba ya siku 7, hivi wewe ni nani wewe una ratiba yani inayoeleweka? Yaani mimi nikimuuliza mtu hapa, nipe ratiba yako mpaka jioni. Sio kila mtu anaweza kanijibu hiyo ratiba. Unajua kwa nini? Kwa sababu hatuna utamaduni wa kutengeneza nini? Muda. Program. Sasa kama huna muda, pia huwezi kumanage kitu ambacho huna. Hujapanga alafu unasema bwana mimi mambo yangu hayafanyi nini? Hayaendi. Yepi sasa? Kwa sababu ili mambo yaende lazima yawepo haya mambo. Lazima yaende. Kwa hiyo jambo la kwanza tunatakiwa kujifunza kwa Mungu. Swala la time management. Nenda hatua kwa hatua. Vinginevyo kama una time management, mzee utakula kichapo mpaka uchanganyikiwe. Yaani utateseka. Na kwa nini kwa mfano nchi za Afrika maendeleo ni magumu sana? Kwa sababu Waafrika ni watu wana muda mwingi sana. Hivi umeshakutana na mtu unamwambia hivi kesho na ratiba gani, anakuambia umeshasikia jibu lake? Mimi nipo, kwani ulikuwa unasemaje? Wewe ndio mtu ana ratiba hiyo kesho? Au nani
Bura uko wapi? Niko mahali tu panasikilizia. Mkuu niambie nasikilizia. Nije wapi? Wewe unaona kuna muda hapo. Simseme Bura, ninajaribu kuweka mifano. Kuweka mifano. Kwa hiyo Mungu alipofanya ile kazi yake kwa siku 7, mimi naamini kila sekunde ilikuwa na kazi yake, kila dakika ilikuwa na kazi yake, kila saa ilikuwa na kazi yake, kila siku ilikuwa na kazi yake, mpaka ile siku ya nini? Ya 7. Sasa ukiweza kujua thamani ya muda katika maisha yako, umeshaanza kufanikiwa sasa. Ukishaweza kujua thamani ya muda. Kwa mfano, niseme wale vijana wangu wa kwa Morombo, wangeweza kugawa ratiba yao hivi. Asubuhi ukiamka, mbuzi wameshachinjwa na nini? Jambo la kwanza wangeanza angalia yale mazingira yao, wayafanyie usafi wao wenyewe badala ya kusubiri nini? Badala ya kusubiri mamlaka za mji. Kwa sababu kuna saa mamlaka nazo wale ni binadamu kama sisi. Nitoe tu mfano wa vijana wa kwa nini? Wa kwa Morombo. Au nitoe vijana wa mama wanaita ni mama lishe. Mama ntilie. Unakuta yani apron aliyovaa ni chafu. Mazingira ni machafu. Alafu analalamika, unajua hamna wateja. Nani anakuja kwenye mazingira machafu? Mimi ningetamani asubuhi akiamka afanye kwanza nini? Usafi wa mazingira yale ya kwake. Afanye maboresho ya nini? Hata ya vyombo vyake. Zile benches, huwezi kuwa na biashara unafanya mwaka huu huko vile vile. Serious kweli jamani? Hapana. Na ni kweli ukienda kwa mfano pale kwa Morombo, ukaangalia ile nyama namna ambavyo inaandaliwa na kukatwa. Na rafiki mmoja nilikuwa akijaga nampeleka. Sio akaniambia kama ni pale mimi siendi. Mazingira sio sawa. Na hatuwasemi wale vijana kwa ubaya. Wale vijana kama Mungu yani sijui nifanyeje, lakini natamani hata yale maeneo tuyaboreshe. Tuyaboreshe. Tukaboresha kwa namna gani? Kwa kuweka mifumo ya maji taka vizuri ambayo watu wanasema ni kazi ya nini? Ya mamlaka ya maji labda. Lakini anayefanya biashara pale ni nani? Ni wewe. Wale vijana wangeweza kuungana wao wenyewe tu. Wakachangishana hela kwa sababu wanauza. Wakachangishana hela wakatengeneza ile mifumo yao. Pamoja kwamba ni kazi ya serikali hiyo. Lakini serikali ni nani? Serikali ni kama baba yako na mama yako ambao wamekukuza, umekuwa mkubwa. Sasa bado unaendelea kulalamika kwamba mimi sijazaliwa kwenye familia maskini. Mimi kwa sababu nilizaliwa kwenye familia maskini, vitu mimi nitafanyaje sasa? Hapana. Umezaliwa kwenye familia maskini, hiyo sio kosa lako. Lakini wewe kufa maskini ni nini? Ni kosa lako. Kwa hiyo niwaombe sana watu tuanze sasa kuboresha mazingira yetu, lakini kwa kupanga muda. Yaani natamani wiki ijayo mimi nikija kwenye kipindi watu wanipe ushuhuda kwamba wao wamepangaje ratiba yao. Nitaanza na wewe Kusaga na Tesha na Bura. Why? Na nyinyi hamna ratiba zenu. Kwa mfano nyinyi mnatoka hapa mnaenda kijiweni kutafuta habari. Sawa? Very good. Is it in your program? Je, habari unatafuta kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Iko kwenye ratiba yako? Kama iko kwenye ratiba yako, very good. Sasa tuanze kwa kupanga program. Sasa ili upange program lazima pia uwe na kazi za kufanya. Huwezi kuwa na program ambayo haina kazi ndani yake. Sasa unaona mwisho Mungu alipotengeneza ile siku ya kwanza akatengeneza giza na mwanga, ile ilikuwa ratiba yake ya nini? Ya siku ya kwanza. Alivyomuumba mwanadamu siku ya 6 ilikuwa ratiba yake ya siku ya nini? Ya 6. Kwa hiyo alikuwa na vitu vya kufanya. Shida ni kwamba watu wengi hawawezi kupanga muda kwa sababu hawana kazi ya kuweka ndani ya huo muda. Na kuna msemo unasema sio masaa ulioingiza kwenye kazi yako ambayo itakusaidia, bali kazi ulioingiza kwenye yale masaa ndio itakayofanya nini? Itakayo kuexcel kwenda mbele. Kwa hiyo wakati tunaongelea swala la time management, Ebu travel with the wings of your imagination. Ebu safiri kwa mtazamo na maono. Yani nenda kama wiki moja mbele. Uangalie hii wiki mimi na vitu gani vya kufanya. Wiki bana mimi natakiwa nianze kutafuta habari. Kama wewe ni mama ntilie, wiki nataka niuze chakula cha shilingi labda 200,000, 300,000. Si ndio mama ntilie? Kijana wa nyama choma labda unataka uuze kilo kadhaa. Sasa umeshapata nini? Umeshapata ratiba. Je, ili nifike hiyo target ambayo nimepanga, ninatakiwa nifanyeje? Natakiwa niboreshe huduma. Huduma ya kwanza ni nini? Eneo langu lazima liwe safi. Uvaaji wangu lazima uonekane wa nini? Wa kistaarabu na kijanja. Na kadhalika. Ukifanya hivyo, sasa ni rahisi kupanga muda wako kwamba asubuhi nikiamka, cha kwanza saa 11 nikiamka nitaenda pale kwenye kijio changu, kama ni mchinja mbuzi sio nini, ukawachinje mbuzi wako. Lakini asubuhi kama ni nyama choma watu wanakula mchana sio? Yale masaa ya asubuhi fanya usafi pale.
Fanya usafi, kuangalia eneo lako linakuwa nini, linakuwa safi. Lakini kaeni pamoja nyie wauza nyama wote kama pale kwa Mrombo, si mko wengi kama msururu hivi, mkubaliane, tengenezeni uongozi kwamba tunasimamia usafi wetu wenyewe. Muwe na dustbin pale, muwe na maji yanayotiririka. Mnaweza kwa sababu mnafanya biashara. Hali kadhalika kwa wauza mboga wale pale Samunge, kaeni tengenezeni mazingira. Unakuta mama anauza mboga lakini takataka za kutosha hapo pembeni ambazo amezigenerate yeye mwenyewe. Unakuta mtu anakunywa maji, chupa ya plastiki anatupa barabarani. Ukinywa maji, kama wewe ni dereva bodaboda, abiria wako anachukua maji, mwambie na hii chupa usifanye nini? Usitupe barabarani. Kama wewe ni dereva wa daladala, waeleze kabisa watu haturuhusiwi kuchafua mazingira. Hapo tunaweza kumanage muda mzuri. Lakini vitu hivi ambavyo mimi navisema vinavyochafua mazingira, nimeshasema nazo ni nini? Ni fursa. Kwa hiyo niombe sana watu wajikite kwenye kutengeneza activities, shughuli za kufanya, ili uweze kupanga muda utengeneze nini? Activities, shughuli za kufanya. Kama una shughuli sasa unapangaje muda?